بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونعوذ بالله من البدعة والضلال. يقول ربنا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. إخواني الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولقد فاز المتقون. Ndugu katika iman, baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusia kama ninavyojihusia nafsi yangu kwenye kumwogopa Allah, na kwa hakika kufaulu kote duniani na akhera ni kumwogopa yeye Allah jalla jalaluhu. Na kumwogopa Allah imekuwa tofauti kati ya kumwogopa Allah na kuogopa viumbe alivyoviumba wa kuogopesha. Kadiri unavyokuwa unaviogopa hata Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia ittaqun nara walau bishiqqi tamra, uogopeni moto, jitengeni na moto wa Jahannam, hata kama ni kutoa sadaka ya upande mmoja wa haba moja ya tende, basi itoshe kuwa mtu aweze kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kujiepusha na moto wa Jahannam. Lakini kumwogopa Allah, kula unapozidi kumwogopa Allah, basi tazdadu qurban ilayhi, ni kuzidi kujikurubisha kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadiri unavyozidi kumwogopa ni kuzidi kujikurubisha kwake jalla jalalu, na kujikurubisha kwake ni lazima tumsikilize, tuyaangalie ni mambo gani ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda. Na leo tutazungumzia masala ya ahamiyatu silatur rahim, umuhimu wa watu kuunga kizazi na kukichukulia maanani na kukifanyia kazi na kuogopa kukikata kizazi kwa ajili ya Allah jalla jalalu peke yake. Tuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni zawadi gani aliipa kizazi kuliko vitu vingine. Allah jalla jalalu alipokiumba kizazi alikikurubisha kwake na akakiambia, watosheka na zawadi ambayo mimi nitakupa, an asila man wasalak wa an aqta'a man qata'ak, ni muunge atakaye kuunga wewe na ni mkate atakaye kukata wewe. Kizazi kikakubali. Haya ni mafungamano ya kizazi na Mwenyezi Mungu jalla jalal. Sasa tukitaka neema za duniani, tukitaka mawasiliano mazuri ya akhira na Allah jalla jalalu, hatuna lengine la kulikimbilia isipokuwa tulifanyie bidii hili Allah alilolipa kipawa mbele. Tutafute njia zote, sababu zote za sisi kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu jalla jalalu kwa ajili ya kutengeneza na kujihusisha na kujipendekeza na watu wetu wa karibu kama Allah jalla jalalu alivyotaka.
Ndugu Muislam, Allah subhanahu wa ta'ala alikiita silatur rahim fi dunya wal akhirah wa fadailuha, kizazi kuunga kizazi na fadhila zake duniani na akhera, mpaka akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kitu kinatokuletea baraka katika maisha yako. Baraka, ndugu Muislamu, si katika pato tu peke yake, baraka la uchumi wako, baraka la afya wa kizazi chako, familia yako, baraka ya kuongezewa umri katika maisha yako. Ukiambiwa kuongezewa umri, usifanye calculation ya mtu aliyekuwa apenda kizazi, mbona kafa haraka. Ila wewe khatibu hautudanganyi. Ndugu Muislamu, kuishi sana umri mrefu sio kubarikiwa. Hawa masahaba wengi wao walisilimu wakiwa zaidi ya miaka 40, wamebakisha miaka 20 tu kufa. Lakini mpaka wa leo wakitajwa, na usiposema radhiallahu anhu, wewe umetangaziwa vita, kuwa huwapendi masahaba. Ni haki yao juu yetu, kila atakayetajwa kati ya masahaba tuseme radhiallahu anhu in kana dhakaran wa radhiallahu anha in kana untha. Ni lazima ndugu Muislamu. Yote haya ni kwa sababu ya kubarikiwa umri wao. Umri mdogo, lakini ni nini ulifanya ndani ya umri huo? Ndipo pale ukawa unataka uhisabiwe kila unachokifanya katika mambo ya ibada na katika mambo ya ada yahisabike kuwa ni ibada. Mpaka katika vitabu vyote vya Kiislamu utakachokifungua kinakuanzia na hadithi iliyopokewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, amali zote huzingatiwa na nia tunazoziweka. Nia inatofautisha usingizi wa mtu na mtu mwingine. Nia inatofautisha kuvaa kwa mtu na mtu mwingine. Nia inatofautisha kula kwa mtu na mtu mwingine. Thawabu tunazozipata hapa tulipo ndani ya msikiti mmoja, na pengine tuko kwenye safu ya mbele sote, lakini mmoja akazidishiwa kuliko mwingine. Innamal a'malu binniyat. Nia yako iko kwa nguvu kadri kiasi gani, na nia yako iko na udhaifu wa kiasi gani. Nia yako umechanganya. Nia ya huyu mwingine mukhlisina lahuddin, amekuwa na ikhlas iliyomjaa, kuja kwake tu hapa msikitini amewacha shughuli zake kakul. Hata yuko hapa msikitini kazima simu yake, kakata mawasiliano na waja wengine kwa ajili ya kuelekea kwa Allah jalla jalalu. Ni kule kusema wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard hanifan musliman wama ana minal mushrikin. Neno zito twalisoma kila tunapoingia katika sala, na inaitwa ni duaul istiftah, dua ya kufungua sala. Twaifungua sala, baada ya kuifungua twaifunga ndani ya sala moja. Twaifungua kisha twaifunga. Tasikia mwingine nyuma kule ampigia imamu subhanallah, imamu kainuka katika tashahudi ya kwanza, hakukaa. Anayepiga tasbihi ni yule kule nyuma, subhanallah. Hawa mbele walifungua sala kisha wakaifunga. Mahufadhi wako hapa mbele saa nyingine, lakini utasikia imamu kakosea katika aya fulani, akubushwa na mwingine kule dirishani, akubushwa aya. Si kwamba hawa hawakuhifadhi, tulifungua sala kisha tukaifunga. Innamal a'malu binniyat. Ndugu Muislamu, tutengeneze nia zetu. Tukisema wajjahtu wajhiya, tuwe wa kweli ndani ya sala kwa maneno yetu. Tukisema Allah amechukua ahadi kwa atakaye kiunga kizazi amuunge, kwa atakaye kikata kizazi amkate. Tujitahidi, tusukumane,
tuambiane, tuamurishane, tukatazaneni hata kizazi. Familia ngapi leo haziko pamoja ndugu Muislamu? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya fitna tu ya wake zetu, kwa sababu ya fitna tu ya watoto wetu, kwa sababu ya fitna tu ya tulitoachiwa na wazazi wetu. Mali ya mirathi ndiyo itakayotufanya sisi tukate kizazi. Neematullah tunaibadilisha kuwa neema. Si wote wanaojaliwa kubakishiwa kitu na wazazi wao waliochangulia, si wote wanaojaliwa. Hii ni rizqun min Allah jalla jalal, twafaa tuilinde, tumshukuru nayo Allah jalla jalalu, ili Allah atuzidishie, atubarikie. Ni nani anastahiki? Njoo karibu, fungu lako nini? Njoo tuende kwa mahkamatul qadhi, ende akatugawanyie. Ndugu yangu, umeridhika? Fungu alilokupa Allah ni hili. Watu wanagawanyiana hapo, wanapeana mikono, watu wanahagiana, watu wanapendana, watu wao, wake zao, wana wao, wote wanaondoka wakiwa radhi, kwa ajili ya kulinda tu kizazi. Harusi yetu ya familia ni moja, matanga yetu ya familia ni moja, mgonjwa wa familia ni mgonjwa wa watu wote, msomi wa familia ni msomi wa watu wote. Familia inakaa mara kwa mara. Ni nani anayesoma ambaye anahitaji damu ya upande wa fizi? Kitu gani katakiwa matumizi? Vitabu na nini kingine. Watu wanakaa wanazungumza, baada ya kuzungumza mikono inakuja mahala pamoja, inawekwa vitu vya kuchangizana kwa ajili ya kulinda tu kizazi. Kesha soma, afanye wapi? Kazi wapi? Tumpeleke wapi? Watu wanakaa pamoja. Kesha maliza kusoma, ni kijana wa kiume, tumpeleke kwa nani? Watu wanakaa family wanazungumza. Ni binti huyu, tumpe nani? Watu wanakaa pamoja wanazungumza, wanaelewana mpaka mahari, wanakubaliana mpaka nyumba atakayoishi. Familia mzima wajua kijana wa fulani aenda ishi wapi na nani. Watu wako pamoja pamoja. Kinyume cha hivyo, ndugu Muislamu, maisha yatatukatikia, kisha tutakwenda tangaziwa tangazo fupi, la yadkhulul jannata qati'. Wale ambao hawakufanya haya, waliipa dunia kipaumbele, hadithi hii, maudhui haya, kisa cha rahim, wakakipuuza, mwisho tuambiwa la yadkhulul jannata qati', haingii peponi aliyekata kizazi. Kizazi, ndugu Muislamu, ukikata ni kwa aina nyingi tu, lakini thamarat na fadhail ambazo ziko kwenye kizazi, kwanza kabisa ni baraka. Tumeisherehesha baraka. Inakuja vipi? Hata kwa umri mfupi, lakini pia waambiwa umri wako waongezewa. Albarakatu fi rizqi wal umr, unabarikiwa katika riziki yako. Hata kama ukiangalia mshahara wako na mwenzako ni mmoja, lakini ukiangalia matumizi, pesa zinavyotoka kwa mwenzako tofauti na zinavyotoka kwako. Hakuzipigia mahesabu, zatoka tu, kwa sababu ni qati'un lirrahim. Hakukijali kizazi, hakukiheshimu, hakuunga kizazi. Ana sababu kusema najaribu lakini hawanitaki. Silatul rahim maana yake si kumuunga anayekuunga, ni kumuunga anayekukata. Kupeana maana yake si kumpa anayekupa, huko ni kupeana huko. Mpe ambaye hakupi, mpende ambaye
hatupendi. Hakadha kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kimwangalia vizuri, kuna watu walikuja wakapewa fungu kubwa la ghanima, au si ghanima, fungu kubwa la sadaka, kwa watu ambao hata hawako karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha wakaenda tangaza kwa watu wao huko, Mtume sallallahu alayhi wasallam yunfiku man la yakhsha alfaqr, anatoa haogopi kufukarika, anatoa. Anampa nani? Huyu aliyekwenda kumtaja kwa watu wake, si kwa watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kafiliwa na mke wake wa kwanza aliyemtia huzuni muda mrefu. Baada ya miaka mingi yuwakumbuka, asema achinjiwa na Khadija mbuzi, kisha hawa watu wake, marafiki zake, majirani zake wapewe fungu fungu. Ni nini anakitafuta Mtume sallallahu alayhi wasallam? Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Na sisi ni kina nani mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Anamkumbuka mke wake, kipenzi chake, kafa, lakini alikuwa na marafiki zake, lakini alikuwa na majirani zake. Chinja mbuzi uwapelekee hawa watu wanaohusika na Khadija radhiallahu anha. Ndugu Muislam, jambo alilolipa kipawa mbele Allah jalla jalalu peke yake ndilo la kutufanya sisi kufaulu. Tukishughulisha umri wetu, mali yetu, wakati wetu na mambo ambayo sio haya, hatutaweza kufaulu. Lan tufliha hadhihi al-umma illa bima falahat bihi al-qudama. Hatuwezi faulu kwa mambo mengine isipokuwa litakalo tufaulisha ni lile lililowafaulisha waliotutangulia peke yake. Haya mambo ya kisasa haya tu, tadhi'an lilwaqt, ni mambo ya kupoteza wakati, ni mambo ya kupoteza mali yetu, ni mambo ya kupoteza umri wetu. Albarakatu fil arrizqi wal umr, ikiwa ni jambo la kwanza ndugu Muislam, silatullah lil'abd, kuunga kizazi ndiko kutengeneza mawasiliano, uhusiano, mashikamano kati yetu na Allah. Ni nani mwenye kutusaidia? Ni nani mwenye kutuitikia? Ni nani mwenye kutuangalia ikiwapo si yeye Allah jalla jalalu? Tunatengeneza uhusiano kati yetu sisi na Allah. Katika hadithu al-Qudusi, anna Allah qala lirrahim, Mwenyezi Mungu aliambia kizazi kwamba hautaki ni muunge anayekuunga, ni mkate atakayekukata. Huo ni uhusiano kati ya wewe na Allah. Dukhulul janna ni sababu kuunga kizazi ya kutupelekea sisi kuingia peponi. Silatul rahim min khisalil abrar allati tuftahu bihi abwab aljanna, ni katika matendo ya watu wema ambapo kwa jambo hilo ndipo milango ya peponi inakuwa ni yenye kufunguliwa. Qala sallallahu alayhi wasallam, ayuhan nasu afshu salama wa at'imu at-ta'ama wasilu al-arhama wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, enyi watu, afshu salam, toleaneni salamu. Fungu kizito hiki, salamu na tunavyoitoa na tunavyoipokea na adabu zake. Afshu salam, pishianeni salamu, tusichoke. Toka msikitini ukirudi usalimie tena, toka ofisini ukirudi usalimie tena, teremka garini kidogo tia ATM yako, ukirudi usalimie tena. Wako watu hata wasipokuwa watu salimia tu, kiingia nyumbani salimia, kukiwa na watu, hata kusipokuwa na watu salimia tu. Tembeleeni kwa mashekhe waliojitenga kufanya ruqya, utapata umma min al-umam. Tena si asubuhi saa 8 za usiku, watu kama watu waliosimama mlangoni mwa holi penye harusi. Mal mushkila, min aina al-khalal, tatizo liko wapi? Shida imesababishwa na nini? Afshu salam,
Ingia nyumbani kwako, piga salamu, ni kwako, umejenga, hata ukukodisha. Afshu salam, toa salamu. Salamu ikupatie, salamu ikupa amani, jismian, ruhian, dinian. Familia yako, mali yako, afya yako ilindwe kwa sababu tu ya wewe kutoa salamu. Wa at'imu at'am, lishaneni vyakula. Ijumaa useme ni siku pengine ya mapumziko, Jumapili pika chakula, uite watu wako, familia yako. Mwisho wa mwezi tegesha, baada ya miezi miwili pangeni, useme familia leo tunakaa pamoja kula chakula tu. Lakini kula chakula, kuna watu wataonana, kuna watu watajuana, kuna watu watasaidiana. Usema ulikuwa wapi vile? Mimi niko mahala fulani, mahala fulani. Basi na mwanangu naye kidogo namuona, usaidie. Mashikamano haya ya wa at'imu at'am, nia ya wewe kulisha kile chakula tayari ni silatu rahim. Darabta at-tayrain bihajarin, umepiga ndege wawili kwa jiwe moja, sadaka. Kisha tayari ni silatu rahim, ndani yake jambo moja umepata thawabu, umepata ujra mara mbili. Ndugu Muislamu, wasilul arham, muunge vizazi, shikanisheni vizazi vyenu, tafuteni sababu zote za kuwafanya nyinyi kushikana, kupendana, kusaidiana, kushirikiana mpaka Allah aridhike, ili na yeye aweze kutumiminia baraka zake, ili na yeye aweze kutufungulia milango ya pepo zake, aweze kutuepusha mbali na adhabu ya Jahannam. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam, muswali sala za usiku watu wakiwa wamelala. Kipindi kizuri hiki cha Allah kukusikia vizuri, kipindi kizuri hiki cha wewe kusikika, cha wewe kukubalika. Ombi lako ni mangapi tulionayo? Lau utasimamisha mtu mmoja mmoja, uwe na faili ngapi ujaze? Mtu mmoja atakujazia faili 5. Wewe kwenye kuandika utachoka. Wasiochoka ni malaika wa Allah jalla jalalu, walioamrishwa. Sisi ndugu Muislam kidogo tu huwa tayari kushachoka kufanya kazi ya Allah jalla jalalu. Tadkhulul jannata bisalam, kisikia masala ya tadkhulul jannata bisalam, kuna watu watakao ingia peponi lakini si bisalam. Kisikia mahala walillahi almathalul a'la, kuna kitu kinaitwa sirat, basi hapo atakayepita si yoyote. Kuna watu watapita kalbark, kama kupiga umeme tu hivi ashapita. Kuna watu watapita kama upepo, kupiga tu hivi ashafika. Kuna watu wengine watakuwa wapita wakiburutwa na kalalib, ndoano zile tunazozitumia kuvulia samaki, vihoda vinavyowekwa juu ya kushikilia vitu. Kwa wengine ndoano wanaielewa, kwa wengine hawaielewi. Takuwa unavutwa huku ukirudi, unavutwa huku ukirudi mpaka kuingia peponi. Kuna kitu kinaitwa hisaban yasira, kuna kingine kinaitwa hisaban asira. Wa kullu man husiba udhiba, kila atakayehesabiwa tayari ni adhabu tosha ya kumfanya yeye ameadhibiwa. Kisikia masala tadkhulul jannata bisalam, keti utafakar, kweli kuna na kuingia peponi kibalabala, kivita vita. Kuna watu watakaoingizwa motoni kwanza mpaka zile kutu ziishe, kisha watakuja watu kuombea shufaa. Allah jalla jalalu atuma viumbe vyake vyema, endeni mkatoe watu Jahannam. Je, ni wewe? Je, ni mimi? Hatujui. Tadkhulul jannata bisalam, taingia peponi kwa amani. Allahumma adkhilna aljannata bisalam ya Rabb.
Ndugu Waislamu, tuangalie ni jambo gani ambalo kwamba la kutukurubisha sisi kwa Mwenyezi Mungu, na kumwogopa Allah ni kujikurubisha kwake bitaat. Ni taa gani ambayo wewe unaiweza zaidi ya kuunga kizazi? Ni taa ya bure hii. Mwenye nacho ajiunge kwa mfuko wake, na mwenye akili ajiunge na akili yake, na mwenye akhlaq ajiunge na tabia yake, na mwenye muda ajiunge kwa muda wake. Na siku hizi walillahi alhamd wal manna, hata si haja tena pengine watu watafutane hodi hodi, door to door. Vijisimu Allah katubariki nazo, hata nyumba moja watu kwa kutofautiana room tu watu wanaagiziana, niletee nifanyie room moja. Lakini hii ni balaa. Hii ni katika ule ulimwengu wa kutufanya watu kuwa matambara, watu tusiojiweza, watu kukiadhiniwa jihad, kukiadhiniwa sala, hatuko active kwa sababu kila kitu kiko tayari ready made. Hatuko huko tulipo tuonyesha usahali wa watu kuwasiliana na kuunga kizazi. Wengine walillahi alhamdu hata waunda magrupu ya WhatsApp ya familia. Kuna nini? Kuna habari gani? Kwa wengine ufaulu, kwa wengine hayachukui muda ya katika, kwa sababu ni ibada kubwa. Ndani yake, ndani ya lile grupu huwa kuna mashetani wengi pia kadhalika, na wenye kuvunda ni wenye uwezo zaidi kuliko wale wenye kuunga, kuliko wale wenye kutengeneza. Susa wale wanaojiita maadmin, wengine nia zao si hizo, hutukua lile grupu innamal a'malu binniyat. Tena siku hizi kukurubia mambo ya siasa mtayaona sana. Kuna bwana anataka kutumia family kama family, kumbe yeye ni gogo, anataka kuwafanya wenzake kuwatumia, ajipendekeze kwa mheshimiwa fulani. Angalia grupu letu lina watu wangapi, angalia wanasema nani. Yote haya ndugu Muislamu yasifanyike kwa ajili ya ibada hii. Hii ni ibada ya Allah aliyoiweka mbele yake, akazungumza na kizazi, kachukua ahadi ya sisi kubarikiwa, ya sisi kutolaaniwa, ya sisi kuwekwa karibu na Allah jalla jalalu. Tusilitumie jambo hili kiholela, tulifanyieni kazi tupate kubarikiwa, tupate kuishi maisha mazuri, tupate kuwa kitu kimoja kama family, tusaidiane, tupendane. Maradhi yetu yawe ni maradhi ya familia nzima. Walillahi alhamd, na yaona kunao watu aina hiyo. Kuna wagonjwa fulani wakikuwa hospitali fulani, basi huwa mashallah kwa wingi, na kila mmoja ajua hali ya mgonjwa, na kila mmoja ajua gharama za mgonjwa. Mgonjwa yule yuwapoa kabla hajahudumiwa na daktari. Kitaka mgonjwa wako apate usahali, mfanyieni jambo hilo. Tusingoje kafa tukaenda fanya michango kama kina fulani na madj na kesha na pombe, unatoa 50 unakula 500, badala ya kusongesha mbele mchango unazidi kudidimisha. Tusikuwe kama kina fulani. Sisi ni Waislamu, nahnu qaumun a'azzana Allah bilislam wa mahma btaghayna al'izzata min ghayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu tulioboreka, tuliopendeza, tuliofanikiwa kwa sababu ya Uislamu tu. Tukitafuta izza, tukitafuta ushindi na ufanikifu kwa njia isiyokuwa ya Uislamu, adhallana Allah, Allah atatudhalilisha, Allah atatutupa, tutalaaniwa, tutakuwa ni watu uthaan kaghutha'i sayl, ni watu tu tumebebwa na maji ya zimbe,
maji ya seli ya mivua yateremka kuteremkia baharini, povu, mijogo, mapempas, matatizo zote. Tusipigiwe mfano huo, ndugu Muislamu. Tuweni watu bora, tuweni ni watu wa kushikana, kusaidiana. Tutafuteni sababu zote za kutufanya sisi kuwa kizazi kimoja na familia moja, na kila awezaye kwa uwezo wake autumie uwezo huo. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bi ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum.